Jesus has done here na kile ambacho Bwana wetu Yesu ametenda has never been seen in the corridors of medicine. haijawahi. Okay, mpenzi mtazamaji, karibu. Hapa ni Pap TV, naitwa Ikuwa Wanganga presenter. Na mpenzi mtazamaji, kumekuwa na trending story ambayo imekuwa ikizungumziwa hapa kwenye mitandao. Na mpenzi mtazamaji, ni kuhusiana na nabii ambaye ni wa Ministry ya Repentance and Holiness, na kuna wengi wametoa maoni yao kulingana na jinsi pengine wanavyofahamu mambo na hali kadhalika. Lakini mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo pengine unaona kwenye video, mtumishi Dr. War ni mtumishi ambaye kwa hakika anawekewa usalama wa mkuu sana, na kwa kawaida wa Kenya hasa na dunia mzima, kila mtu huruhusiwa kutoa maoni yake. Lakini concerning na kile ambacho mpenzi mtazamaji kama Pap TV tunataka kukizungumzia siku ya leo, ni kwamba kumekuwa na issue ya kwamba kuna ama claims kwa kimombo ya kwamba HIV imekuwa healed katika mkutano ambao amekuweko, na pia kuna wale medics ama wale madaktari ambao wamekuwa pale wakatoa ushahidi wao concerning na hayo madai, mpenzi mtazamaji, na ikasemekana kwamba kumekuwa na HIV ambayo imeweza kupona. Na mpenzi mtazamaji, japokuwa nitakuwekea daktari mmoja akizungumza, anasema HIV scientifically, kulingana na pale ambapo virusi vinajificha, ugonjwa wa HIV hauna tiba. Kisha akaweza kusema tena, japokuwa hauna tiba ugonjwa huu wa HIV, kuna uwezekano damu ya Yesu iliingia ndani ya sehemu fiche ambayo iliweza kuponya ugonjwa wa HIV. Mpenzi mtazamaji, sijui maoni yako ni gani? Kabla hatujaenda sana, make sure una subscribe, una comment na una share, alafu we pia tuandikie pale, utuambie maoni yako ni gani. Je, unafikiria HIV inaweza kuponywa at any cost, scientifically ama kimiujiza? Pia Mheshimiwa Duale ameweza kuchangia maoni yake concerning na zile sheria ambazo zimewekwa pale, na akasema ya kwamba ikiwa kuna madai ya ugonjwa ukimwi kupona, lazima wale madaktari ama wale ambao ni medics waweze kutoa ule ushahidi. Na mpenzi mtazamaji, sijui kama kuna uwezekano ya kwamba we can prove miraculous event scientifically. Je, unafikiria ni kitu ambacho kinawezekana ya kwamba tuseme daktari huyu ambaye amezungumza hapa amesema ya kwamba HIV haina tiba, but unless sasa ni muujiza umefanyika, how are we going to prove ya kwamba damu ya Yesu ilipenetrate ndani ya ugonjwa huo, ndani ya huo mwili na ugonjwa ukimwi ukaweza kupona? Je, mpenzi mtazamaji, kwa maoni yako, je, unaona kana kwamba kuna pengine kutakuwa na mkinzano ama vita kati ya imani na sheria na sayansi, kwa sababu ni vitu viwili ambavyo havipatani? Je, tukisema ya kwamba they have to prove this now scientifically, how are we going to prove ya kwamba ugonjwa wa ukimwi unaweza kuponywa kupitia damu ya Yesu? Mpenzi mtazamaji, ni mambo ambayo tunaendelea kusubiri tuone itakuwa kuaje. Na hicho Ikuwa Wanganga presenter, na hapa ni Pap TV. Mpenzi mtazamaji, niruhusu nikuwekea hiyo video ya daktari nabii Dr. War akisema ya kwamba HIV imepona. Pia madaktari ama wale medics pia wamesema ya kwamba umepona. Naye Duale anasema ya kwamba japokuwa mnasema vile, tunaheshimu imani, lakini mnafaa kudhibitisha. Swali linabaki kuwa, je, mpenzi mtazamaji, maoni yako, watadhibitishaje ya kwamba HIV inapona kupitia damu ya Yesu? Kwa sababu hii ni imani na hii ni sayansi. Je, sayansi na imani zinapelekana? Na pia kama hazipelekani, Dr. War, kwa sababu ni kulingana na jinsi watu wengi wanamfahamu, wengi wanamuita ni nabii, je, hawa madaktari wamekuwa positioned hapa kwa maana gani? Kwa sababu ikiwa ni imani, basi sayansi inaingilia wapi? Mpenzi mtazamaji, tuandikie pale. Tupatane kwa the next video, but kwanza hebu msikize daktari War, msikize Duale na pia wale medics ambao walikuwa kwa mkutano wa Dr. War wakisema ya kwamba HIV imeweza kupona. Ni madai tu, lakini mpenzi mtazamaji, tunaendelea kusubiri wale ambao wanaandika maoni yao, alafu mambo yanakuwa yako safi kabisa. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Okay, the microphone, we are live. For doctors of this caliber to come out, Kwa madaktari wa kiwango hiki kujitokeza, like my own son here, Dr. John Mureithi. kama mwanangu mwenyewe hapa, Daktari John Mureithi. John Mureithi.
the top consultant surgeon at Embu Level 6. Level 6 daktari wa hospital. upasuaji wa ngazi ya juu katika hospitali ya Embu ya kiwango cha 6. Okay, you are fumbling with translation. Somebody else can translate because... And any claims of miraculous healing, any claims of miraculous healing, and more so by licensed medical practitioners, must be supported by verifiable and scientifically proved. If you cannot do that, and you are a medical practitioner, and you go and speak in a crusade, and you talk about miraculous healing, we have directed the regulator, Kenya Medical Practitioners and Dentists Council, to do a thorough investigation. Ya rufaa ya Embu and a fellow of the College of Surgeons, na pia ambaye amefuzu hivi majuzi from College of Surgeons of East Central Southern Africa, kutokana na taasisi ya Afrika ya Kati na Mashariki. I have an experience of 10 years Nina tajriba ya miaka 10 and registered by the Kenya Medical Practitioner Dentist Council. na pia nimesajiliwa na ile sajili ya madaktari na pia madaktari wa meno. And what the Lord Jesus has done here Na kile ambacho Bwana wetu Yesu ametenda has hapa never been seen in the corridors of medicine. haijawahi kuonekana katika nyanja ya kimatibabu. My name is Dr. Erimoy Kibet. Jina langu Dr. Daktari Erimoy Erimoy Kibet Kibet. From Moi Teaching and Referral Hospital. kutoka katika hospitali ya rufaa ya Moi. I am a senior medical officer Yeye ni afisa wa ngazi ya juu wa kimatibabu and part of the transplant team. na sehemu ya kikundi cha kupandikiza And viungo. HIV has no cure Na virusi vya ukimwi havina tiba because of the sanctuary sites kwa sababu ya sehemu fiche, Sanctuary size, sehemu fiche, where the virus goes and hides. mahali ambapo virusi vinakwenda na kujificha. So for Millicent to be cured of HIV/AIDS, Kwa hivyo kwa Millicent kuponywa kwa virusi vya ukimwi it means that the blood of Jesus penetrated those sanctuary sites. inamaanisha Hallelujah! kwamba Yesu ilipenyeza katika hizo sehemu the blood fiche, of Jesus entered there. damu ya